Natulia sana. Umetulia sana, si yule banda ambaye tunamzoea. Mimi nipo. Ogo. Hivi ukimya wako watu wamekuzoea sana kukuona kwenye mitandao ukiwa na series back to back, kwa sababu nafikiri kwamba tukimzungumzia banda moja wa watu ambao wamekuwa na back to back nyingi sana, banda huwezi kosa jina lake pale. Ukimya unavunjwa vitu vingi. Una vitu vingi sana. Wanasema ukimya una sauti. Ukimya una sauti. Nataka tusikie hiyo sauti sasa leo. Kuna kwaje? Mbona kimya sana kwa ghafla sana, banda sasa amenyamaza sana? Shui kwa wapi? Ukimya, yani ukiona mtu ni mkimya. Jua kuna vitu vingi. Yani pana vitu vingi hapa. Kuna vitu vingi vinamfanya anyamaze. Ndio vinafanya anyamaze. Okay. Hivi moja vile vitu ambavyo vinafanya ukimya, kwa sababu umesema ni vingi, nakwambia tu baadhi ya zile vitu ambavyo vinakufanya kwamba umepoa tu. Cha kwanza changamoto ya kazi. Okay. Cha pili mahusiano. Unajua tena ukiona shoti huku mahusiano pia za kufanyisha kwa upande mmoja, upande wako wenyewe pia uko sawa. Okay. Kwa sababu ya changamoto. Lakini changamoto za kazi zipo. Sana. Okay. Umezungumzia changamoto za kazi. Wao ni muhimu sana hizo tuzizungumzie sana. Katika zile changamoto za kazi ambazo zimekufanya kwa kimya. Changamoto nyingi ambazo nazipitia mimi. Na zingine za kuongelea, zingine za kubaki kwenye nafsi tu. Okay. Kwa hivyo leo tunaweza tukazungumza zile ambazo zinaongeleleka, lakini za ambazo zinaongeleleka tuziongea. Okay. Tujuze bana. Wasema ni nyingi sana. Nyingi sana. Okay. Paka ujue pia uanze na ipi. Okay. Lakini moja ile ambayo ilikuwa inakusumbua sana kwa muda mrefu ni gani, ambayo imekufanya katika ule muda umenyamaza sana? Mimi kwa muda mbele na nyamaza sana. Mimi nishazoea kufanya kazi na Ruga. Okay. So kipindi niko Mansolo. Kipindi niko Mansolo. Niko peke yangu yani. Yeah, sure. Kipindi niko peke yangu najivuta sana. Okay. Tunajua kotokota. Unajua kuna mazoea yale ya nyuma, alafu na mazoea ya sasa. Kama hizi upate rafiki wako watokea kitambo, na sasa hizi upate rafiki mpya. Itakuwa different ama itakuwa different. Okay. So changamoto kuingilia pale kwamba umpata marafiki wapya. Wa secondary sio wa primary. Sure. Okay. Imekuwa ikikusumbua sana ile kutoka kwamba rasmi ufanye kazi na Beka, sasa ukaamua ufanye kazi mwenyewe, imekusumbua sana ile kwa muda mrefu. Okay. Mazoea unasema. Mazoea ndio kwa tusumbua. Okay. Lakini nafikiri kwamba ulivyo kutangaza kwamba ufanye kazi tena, nafikiri na Beka Ruga, nafikiri kwamba ulipata management wewe. Okay. Tuambie bana, management inasemaje kufikia sasa? Management iko fresh. Iko fresh. Bado iko? Management management kwa chini ya mtu. Yani Okay, tufanye hivi. Labda tu kwa sababu leo tunazungumzia safari ya banda. Nafikiri ni safari ambayo imepita kwenye mikono ya watu tofauti tofauti. Nafikiri umepita kwa Beka Ruga pale, lakini baadaye ukapiga hatua kwamba ukapata watu wengine ambao walikuwa wanakusimamia kazi. Ni kweli, si ndio? Okay. Nataka unielezee tu katika ile management ambayo ulikuwa nayo. Tofauti ya kufanya kazi na Beka Ruga ambayo nafikiri umefanya naye kazi nyingi sana, na management ambayo ulikuwa umekutana nayo, kulikuwa kuna tofauti labda? Kaka Isa uko vizuri. Sasa mimi nataka nikwambie hivi kaka Isa. Kwanza a'udhu billahi minash shaitani rajim. Sometimes tuweza tukaongea kitu tukahisi tungeongea vizuri, kumbe tungeongea kibaya. So tunataka tujaribu kuongea kitu ili hata mtu ambaye yuko nje yuona hii interview kwa hiyo baba mdogo yaongea vitu. Sure. Okay. Different ya Ruga na different ya management yenye ulikuwa nayo. Kazi ya management hii ilikuwa Sikudhani. Sure. Ile kiukweli tu. Okay, tuzungumze management ya Sikudhani na management ya Kikulacho. Kwenye tofauti
hatuwezi ongelea tofauti. Okay. Kwa sababu gani? Sasa mimi niko sawa. Okay. Na Ruga. Okay. Kwa pamoja. So huwezi fananisha vile ambavyo maana mimi na Beka sasa situishi fresh. Sasa mko fresh. Si tuko fresh. Okay. Hamna issue kabisa kwamba hatuna ubaya. Kuna watu mpaka sasa hivi wanaamini kwamba kile kitu ambacho kimeshai kutokea nyuma ilikuwa tu ni kiki tu ya kujaribu kukuza kile kitu ambacho walikuwa mnakifanya. Ilikuwa hivyo kweli? Kwenye ulimwengu. Kwenye ulimwengu makosano yapo na mapatano pia yapo. Sure. Okay. Na Beka mimi ni mkubwa wangu. Yeah. Na kwenye mkubwa na mdogo na atakayefanya kosa na naambia paswa kumwomba radhi. Mkubwa muombe mdogo ama mdogo ndio muombe mkubwa. Okay. Kwa hivyo wewe uliomba msamaha? Mimi kwa sababu mimi ndimi mdogo. Wewe ndo mdogo. Si tu kwa sababu umekosea, wewe ndo mdogo. Mimi ndimi mdogo na mimi hata kama ninakosea, hata kama nikosea yeye, lakini mimi ndimi napaswa kufanya nini? Okay. Kwa sababu mimi ni mdogo. Kwenye ile sakata lote ambalo lishai kutokea, nani mwenye alikuwa kidogo amejaribu kuiumbisha? Mashabiki. Mashabiki. Pindi watu wanapofanya kazi. Yeah. Na mkiona watu wako pale juu. Yeah. Msijaribu kuwatengani. Okay. Msijaribu kwa sababu gani nikikwambia hivyo? Yeah. Ukisema mimi ni mkali, Beka naye ni mkali. Hatuwezi kaa, maana wakali wawili wakai pale pamoja. Lazima mmoja ajikubali si mkali. Ndio watu wakae. Okay. Okay. Kama kwanza mheshimiwa Kitaka. Anapenda sana mpae. Mimi na Beka tuwe pamoja. Okay. Wakati kwamba ulikuwa umekosana na Beka, nafikiri kulikuwa na moment fulani ambapo kuna vitu ambavyo ulikuwa unaviongelea. Watu wakahisi kwamba labda pengine Banda anaonewa sana na Beka. Kwenye vitu vya nyuma. Kwenye vitu vya nyuma. Yeah. Kwa saizi. Okay. Vipasi kuongelewa mara kwa mara kwa sababu vyajenga uhasama. Okay. Vyajenga uhasama. So mtu akija kukiri. Mtu akija kukiri la kwamba bro, kwa nini hapa tusitwakosea? Na kwa nini hapa tupendeleze? Okay. Na sisi tukiamini siku watu wa Kiislamu, kwa nini tuishi hivi? Basi hapa swali mengine pia Saudi. Okay. Hivi ilikuchukua muda gani kuamini kwamba ulikuwa umemkosea Beka Ruga? Mimi nichukua kama miezi miwili ama miezi mitatu. So, kwa sababu kulikuwa na watu wengi sana. Sure. Wengi wakinifuata wakiniambia mimi napenda kuona wewe na Beka mkifanya kazi pamoja. Okay. Kila mtu nikikutana naye akuta ile kwamba mimi napenda wewe, lakini hata ukimwelezea ile kosa kwambia Banda bana hilo la nini? Okay. Hilo la nini? So anijenga ile kwamba mimi ndimi nilifanya yale makosa. Lakini pamoja na vitu vyote. Yeah. Mtu mheshimiwa Kitaka mimi ndimi alinimaliza kabisa, ndio ikabidi paka nikate Beka. Mheshimiwa alisemaje? Mheshimiwa kwanza sisi tushafanya kazi. Sure. Zikaonekana. Okay. Na mheshimiwa pinda alivyoona interview zangu. Mheshimiwa aliniita kaka naye akanielezea kuhusu hii future. Tukiongelea mheshimiwa tuongelea chairman wa UDA. Okay, sure. Mombasa. Yeah, Kitaka. Okay. So mtu kama yule akikwambia bana kitu hicho hakiko sawa, lazima uamini kama hichi kitu, kwa sababu yule ni mtu mzima. Akikwambia kitu sio kwamba eti yeye ajue hata kuliko yeye. Yule ni mtu mzima na ameona vitu vingi, na yani yapaswa ule ushauri wako usikize. Yeah. Na mimi nikajifikiria kwa nini mimi ni mtoto mdogo, maana mimi ni mdogo. Sure. Na kama mimi mtu kama yule mheshimiwa kama yule akwambia bana Banda hivi na hivi na hivi wewe ufanye hivi. Yule ndugu yako yule unatoka naye mbali. Kwa nini hivi vitu hamwezi kukaa chini mkavimaliza? Okay. Wakati unakutana na mheshimiwa Kitaka kama ulivyozungumza, wakati ulienda peke yako ama ulienda na Beka? Mimi nilienda peke yangu. Okay. Nilikuwa Shell Beach pale. Okay. Mkaenda mkazungumza. Tukakutana naye tena mara pili mimi na Beka. Okay. Hapo ndo issue ikawa sawa. Issue ilikuwa tushamaliza tayari kwa sababu alivyoniambia tu mimi nikamaliza kama wiki tu. Wale maswali kaya yako kichwani sana ndio ikabidi mimi na face. Okay. Njia gani ambayo ulitumia kumfikia Beka? Kwanza nataka nikwambie kitu kimoja. Pamoja na hivi vitu vyote. Yeah. Pamoja na hivi vitu vyote vya social media, lakini kitu ambacho nakwambia mimi kaka Isa. Sure. Mimi na Beka kwenye digo. Kani katika wasanii.
hapa Digo ama hapa Kwale ama useme hii Coast, mimi na Beka sana tumetoa mbali sana. Okay. Sana tumetoa mbali. Yaani sana nikikuelezea kwa tumetoa mbali, basi jua tumetoa mbali sana. Okay. Hao watu ambao wana size wa peta, yani wafanya vitu, yani kutaka kushindana na sisi, lakini sisi ndio tungofanyisha wakawa hapo wakutaka kushindana nasi. So kuna vile ambavyo mimi na Beka sisi wenyewe tukigombana, kila mtu kwa yapata maumivu kupitia kwenye nafsi zake. Sure. Kuna mmoja yaweza maumivu na kuna mwingine hayaezi. Yaweza ongea, lakini sio kwamba eti labda yuongea basi yale maumivu basi ukachukulia kwamba ni ile ana chuki na yeye paka ile kwamba ati hawezi zikana. No. Okay. Sasa tuishi hivyo. Sisi tushazoeshana. Kwanza sisi tushazoeshana. Hata kama tuongei, hata kama tunkasirikiana, lakini la kutokea likitokea tupigana simu. Okay. Wakati unaamua sasa kwamba unataka kufanya kazi tena na mwenzako Beka, na management ambayo ulikuwa nayo, ulikuwa ushamalizana nao tayari management yako ya siku dhani ama ilikuwaje?